lakini tunaona deni la taifa linaelekea ukingoni, kwamba itafika mahala tutashindwa kulipa. Sasa huko mbele na kuomba, kabla kipindi hakijaisha, uniulize nini kitatokea. Lakini nije tu kwa vijana, kama ilivyo vijana wa Tanzania, hitaji lao kubwa sio mkopo. Hitaji lao kubwa kwanza ni elimu ya discipline ya pesa. Nilishawahi kuona, hata mimi mwenyewe nilishawahi kushika milioni nyingi kabisa nikiwa bado kijana wa miaka 25. Niliwahi kushika karibu milioni 400, lakini nilichofanyia ukilinganisha na rasilimali nilizonazo hata nusu haikufika. Lakini nyingine zote ukiniambia nilipeleka wapi, sijui. Lakini nashukuru Mungu nimejifunza kwa makosa. Sasa kila ninachopata nakuwa na discipline. Vijana wanahitaji elimu, kitu kikubwa zaidi, lakini pia wanahitaji kutengenezewa mazingira ya kazi. Fikiria mtu anaenda na kopa milioni 1 ambaye hajawahi kupata hata ₹100 ya kwanza. Hajajua namna gani hela zinavyoweza mtu akazilinda na nini. Ule mtu sana sana utamkuta ndio kama baadhi ya kina mama wa vikoba, anaenda na kopa hela, anaenda kununulia gauni la shilingi 300 abaya. Sasa namna ya kurejesha basi kwa mtihani, na hicho ndio kitakachowakuta vijana ambao wataenda kukopa ikiwa bado hawajapata elimu nzuri ya kibiashara. Labda niweke nukta hapo. Umezungumzia kwamba vijana hawahitaji mikopo, wanahitaji elimu. Serikali imeondoa katika shule za serikali, imeondoa ada. Hauoni serikali inaungana na kile ambacho unasema wewe kwamba watu wanahitaji elimu? Ada sekondari. Ada ya kisiasa imeondolewa, lakini ada ya kiutendaji bado ipo. Ukiwa na maana hakuna elimu ya bure hata leo, hakuna. Ada ya kiutendaji ikiwa na ada ya kiutendaji ni vile ambavyo kule shuleni hakuna mtu anayepokea michango, yani hicho kipengele hakipo. Lakini pia hata nchi yetu ina rasilimali nyingi sana, itakiwa kuwe na mabasi ya bure kwa wanafunzi. Lakini ukiangalia kijana anayesoma anakaa Mbagara, anasoma Kivukoni, tena kule mbele kabisa, kwa siku nauli zaidi ya 2000. Sasa ukipiga hesabu kwa mwezi mzima, kwa mwaka mzima, si sawa tu na vile analipa ada. Kwa hiyo hakuna elimu ya bure, ni sera tu za elimu serikali haijajipanga sawa, na hiyo yote inatokana na ufisadi. Hela tunazo, vitu vingi tunazo, lakini usimamizi ndio kwa. Tuangalie hasa kwenye swala zima la mikopo, tukiachana na hicho ambacho nimekizungumza cha elimu, kuhusiana na elimu bure kwa vijana. Tuangalie adhima ya serikali ni kupunguza makali ya maisha na kuwawezesha vijana kujikwamua na umaskini. Sawa, mtoa hoja hiyo anaweza kuwa na nia njema, na ndio maana nikasema kwenye utendaji. Sasa utekelezaji, kwani si ulisikia wizara ya vijana imepewa mabilioni ya pesa? Piga mbiu, waambie wape, tangaza namba ya simu, uwaambie vijana walionufaika na hiyo pesa iko wapi. Wanaanza kutangatanga, mara hela iko wizara ya vijana, mara sijui inapelekwa wizara ya wapi, sijui ya wapi. Hiyo yote ni ufisadi tu. Hakuna kijana atakaye. Nina ushahidi, makundi mengi tu wameomba mkopo, watu wako 10, unaenda kuwapa mkopo $500,000. Sasa hiyo ni nini sasa? Kwa hiyo mimi ambacho naweza kusema ni kwamba kwa kisiasa wanasema kuna mikopo, lakini kwa upande wa pili ni mwanya wa upigaji. Mimi niliwahi kumsikia mkuu wa nchi anasema kwamba kuna watumishi wa serikali wanachepusha hela, wanapeleka kwenye mfumo mwingine hela za serikali. Hizi ni dhambi zetu. Hayo maneno kweli unaweza kuyaongea Ikulu? Watu ambao wanakutegemea wewe ndio muamuzi wa mwisho. Haya, amewafanya nini?
Kwa hata hizi nyingine zikaingia, kwa ni mlango tu wa kutolea. Ni sawa na ausigeli mmoja alikuwa anaachiwa mtoto na hela ya kununua maziwa lita moja, lakini yeye anachofanya hanunui maziwa, anaenda ananunua kikombe cha chai ya maziwa shilingi 500, alafu hicho ndio anamnywesha, anampakaza mdomoni, ili mama akirudi akute mtoto anamtia maziwa. Na ndio vijana wanachofanyiwa. Mimi nashinda na vijana, nimeajiri kundi la vijana. Narudia, matatizo na shida ya vijana wala hata sio mikopo. Kwanza fikiria, mtu umeenda umemkopesha, wengine wameungana wamekopa pikipiki, lakini leo bodaboda zimeingizwa sana, alafu hizo tena zinaambiwa zisifike mjini. Sasa huyo kijana ameenda amekopa, amenunua pikipiki, anakuja hapa Kariakoo anakamata, anaenda pikipiki yake inaenda yadi, ili akaikomboe ni zaidi ya 70,000, na huku bado anataka rejesho. Wewe uone ni njia tu ya kuwamaliza vijana kifike. Tengenezeni mazingira, watengeneze mazingira ya kazi. Kijana amemaliza shule akaamua kujiajiri kuwa machinga, lakini atapanga wapi? Akipanga hapa Kariakoo, akipanga Ilala, wanamkamata. Sasa watengeneze mazingira ya kazi. Vijana wanachohitaji ni mazingira mazuri ya kazi. Vijana wa Tanzania ni wachapakazi sana. Fikiria, mtu ana nia ya kufanya kazi, anaenda kwenye kazi, badala umuelimishe na umtengenezee mazingira mazuri, wewe unachofanya ni kumpiga faini. Haya, anarejesho la 100,000 kwa mwezi au 2. Sasa wewe unamzuia pikipiki yake aliyoomba kwa mkopo, alafu pikipiki inakaa mpaka miezi 3 iko kituoni kule, kwenda kulipa kila inapolala shilingi 20,000. Hiyo style umeshamfilisi. Kwa hiyo sera ya vijana ya nchi hii bado haina afya kweli, haina afya. Kwa mimi naona hata huo mkopo ni kuwapeleka vijana jela, kwa sababu mtu kisha kuwa unadaiwa hata huwezi kuwa na amani tena. Na ndio maana hata sasa mtaani huko si vijana sina, lakini vijana sasa hivi hawana hata nguvu za kiume, kwa sababu wanawaza sana, akili na peni, akiangalia maisha magumu. Amesoma, mke anaye, lakini anamuona mke kama vile picha kwenye simu, kwa sababu amelundikiwa mambo mengi sana. Kwa mimi niseme hiyo mbinu ya kuwatesa vijana, tuseme mikopo ni kutaka kuwatesa vijana, lakini watengeneze mazingira mazuri, watoe elimu kuanzia shuleni, kuanzia wapi, ilikuwa vizuri. Lakini pia kama wanakopesha, mbona mpaka sasa kuna wanafunzi wako vyuo vikuu hawana mkopo? Sasa kama hizo hela zipo, waanze kuwaza hilo, si wakopeshe kwanza wa shule, kwa sababu hata hawa ambao wanahangaika wakaombe mikopo walishasoma, wengine hawakukopeshwa, wazazi wake wamefilisika kwa kumsomesha, kazi hana, anaenda na kopa na pikipiki na nyang'anywa, anaenda napanga vitu chini wananyang'anya na hawana suluhu. Sasa wewe unaona huyo kijana wanamtengenezea utumwa. Maana maandiko yamesema kila akopae, anasema masikini, tajiri humtawala masikini, naye akopae huwa ni mtumwa wake akopeshaye. Na ndicho kilichopo sasa. Na hauoni kama utayari wa vijana wenyewe bado hauko tayari kuchangamkia fursa ambayo serikali ilitangaza? Kwa sababu maana chama chetu cha ACT Wazalendo kimeweka sera nzuri sana ya vijana, lakini basi kwa sababu